ule upepo wa mashariki ukawaleta nzige, na hao nzige wakakwea juu ya nchi yote ya Misri, wakatua ndani ya mipaka yote ya Misri. Walikuwa wabaya mno, hawajakuwapo nzige kama hao majira yoyote, wala baada yao hawatakuwa wengine jinsi hiyo, kwa kuwa waliufunika huo uso wote wa nchi, hata nchi iliingia giza. Wakawa mimea yote ya nchi na matunda yote ya miti yaliyozazwa na ile mvua ya mawe, hapakusalia hata jani moja, mti wala mmea wa mashambani katika nchi yote ya Misri. Ndipo Farao akawaita Musa na Haruni haraka, akasema, nimewafanyia dhambi Bwana Mungu wenu na ninyi pia. Basi sasa nawasihi, nisameheni dhambi yangu mara hii moja tu, mkamwombe Bwana Mungu wenu aniondolee kifo hiki tu. Akatoka kwa Farao na kumwomba Bwana. Amen. Father God, this is your word. Hili ni neno la Mungu. Father God, your word is powerful. Neno lako Bwana lina uwezo. Father God, your word brings healing. Neno lako ndilo linaleta uponyaji. Your word brings light. Neno lako ni nuru. Your word brings life. Neno lako linaleta uzima. Your word is a honed arrow. Neno lako ni kama mkuki. Let your word fly today. Acha sasa neno lako lipate kupenya. Get between soul and spirit. Sasa hivi lipate kutenga mwili na roho. Bring the life and the light and the Na healing. lipate kuleta uzima na nuru na Let uwezo. your word penetrate Acha neno lako lipate into kupenya the deep places of our life. katika maisha ya wengi mahali hapa. In Jesus' mighty name. Katika jina la Yesu Kristo. This passage is about locusts. Hii kipindi kinasema kuhusu nzige. A locust plague in the land of Egypt. Pigo la nzige katika nchi ya Misri. And God said it, and it was so severe. Na sasa Mungu akatuma nzige kali sana. The Bible says that locusts were devouring everything. Na sasa nzige zikaweza kuharibu kila kitu. It says in verse 15, every herb of the land was eaten. Na kwa mstari wa 15 anasema kwamba majani lolote la nchi liliweza kuliwa na nzige. All the fruit of the trees was stripped. Vyakula vyote ambavyo vilikuwa kwenye miti vililiwa na nzige. The Bible says everything in the land was darkened. Na Biblia inasema kwamba katika nchi yote mambo It ikawa was so bad there had never been anything like this before. anasema kwamba hakujawahi kuwa nzige kali kama hiyo na hazitakuwepo tena. And the effect of the locust was that it says nothing remained on the trees. Na hata hakuna kitu chochote ambacho kilibaki juu ya miti, maana nzige zilimaliza. The locust can represent Satan, Nzige ni picha ya Ibilisi, or a power that comes and devours everything. wala nguvu ambazo zinakuja na kuharibu na kuangamiza kila kitu. The locust represents something that brings you to a place of a living death. Nzige ni kitu, ni picha ya kile kitu ambacho kinafikia mahali ambapo matumaini yote yanakufa. When everything is devoured, Mahali ambapo kila kitu kinaliwa na kumaliza. everything is stripped from you. Kila kitu kinaondolewa kwako. The locust brought the land to a place of darkness and death. Nzige ni picha halisi ya mahali ya giza na hata ya mauti. It was so bad. Nzige zilikuwa mbaya sana. But in verse 19, Lakini kwa mstari wa 18 we see an extraordinary turnaround brought about by our God. tunaona sasa kurudishiwa ambapo Mungu anafanya. Our God is the God of extraordinary turnaround. Mungu wetu ni Mungu ambaye anarudisha. Our God did something that no man can do. Mungu anafanya vile ambavyo wanadamu hawawezi kufanya. Our God did something that technology cannot do. Mungu wetu anafanya vile ambavyo siasa na teknolojia God can do things for you that nobody can Mungu do. aweza kufanya mambo ambayo wanadamu hawawezi kufanya. Totally turn the situation around. Na sasa Mungu anabadilisha kila